Okay, habari ya asubuhi wote. Habari ya asubuhi wote. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa zawadi ya uzima na afya njema ambayo aendelea kutupatia kila itopo leo. Leo ni siku ya tatu. Leo ni siku ya tatu na tayari tumefunga masaa 48 na sasa ni saa 3:18 asubuhi ninapokuwa na rekodi video hii, najiandaa kwenda ofisini. Tumefika lisaa la 50. Maanake tumebakiza masaa 22 kuweza kuhakikisha tunafunga kwa kishindo masaa 72 sawa na siku tatu toka tulipoanza mfungo huu siku ya Jumatatu saa 1 asubuhi, lakini ukiwa ni mfungo ambao usiohusisha chakula, ni mfungo ambao unaohusisha maji peke yake. So watu wengi wanakuwa wana hofu ya kupungua kwa spidi sana, kitu ambacho wengi hawakijui. Katika mfungo ni kweli unaweza ukapoteza uzito kwa kiwango fulani, lakini asilimia kubwa yanayotumika ni maji pamoja na mafuta. Maji pamoja na mafuta. Ili uweze kupata matokeo mazuri kwa wewe unayetaka kupungua, maana yake uwe na mfungo wa mara kwa mara. Kama mimi ninachokifanya Dr. Kuboja, ninafunga kila mwisho wa mwezi kwa muda wa siku 3. Kwa kufanya hivi kwangu mara kwa mara ndipo kutanipa matokeo sahihi. Kama ni mtu ambaye nataka kumaintain uzito wangu baki vile vile, kama ni mtu ambaye nina uzito mkubwa na nataka uzito wangu uweze kupungua. Sasa katika hii siku ya 3 nini kinatokea katika mwili wangu? Nikukumbushe tu, toka nilipokula mlo wangu wa mwisho, nimekula mlo wangu wa mwisho Jumapili saa 4 usiku, na mpaka hivi ninavyoongea na wewe ninatumia maji tu. Sijaweka chapati, sijaweka kitumbua, sijaweka wali, sijaweka viazi, sijui miogo, ndizi, whatever. Ni maji tu. Hiki ni kiashiria kwamba huyu Mungu aliyeutengeneza huu mwili, kuna vitu vya ziada ambavyo ameviweka ndani ya mwili, ambavyo ikitokea mimi nakosa chakula kwa muda mrefu, maana yake mwili wangu na uwezo wa kutumia akiba ya ziada iliyopo katika mwili wangu. Unaweza ukaona kitambi cha Dr. Kuboja hapa, kitambi mchomoko na kiita. Hiki ni kitambi cha kawaida, maana yake haya mafuta ya ziada yaliyoko katika hichi kitambi mchomoko ndiyo mafuta ambayo yananipa nguvu ya ziada katika kipindi hiki. Lakini pia hata mikono yangu, japokuwa mimi sina mikono yenye mafuta kwa kiwango kikubwa sana, lakini asilimia kubwa sasa hivi nguvu yangu kubwa ya chakula inatoka katika tumbo langu, katika mapaja yangu kama hivi ambavyo unaona. Yote hizi ni sehemu ambako sasa hivi ninakwenda kupata nishati kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo cha kwanza, katika mwili tunapata kitu kinaitwa kitaalamu full ketosis ama full body autophagy au deep autophagy, ambao niliwaambia pale ambapo mwili unakosa chakula unakwenda kutumia akiba ya ziada iliyopo katika mwili wako. Lakini pia siku ya pili niliwafundisha kwamba tuliingia katika ukarabati wa seli za mwili. Leo hii kuna watu unaenda hospitali na bana, seli zako zina shida, seli nyeupe inashindwa kuzalishwa kwa wingi na nini. Nikawaambia katika siku ya pili uzalishaji wa seli mpya mwilini, uzalishaji wa homoni unakwenda kufanyika upya. Mwili unaingia katika marekebisho ya hali ya juu sana. Lakini sio hivyo tu, watu wengi wanakuwa wananiuliza, hivi daktari unawezaje? Vipi issue ya njaa? Mimi si nitakuwa natetemeka na njaa. Mtu mmoja nikawa naongea naye, ni one of my clients, ni mwanafunzi wangu ambaye ameweza kufanikiwa kuweza kudhibiti magonjwa ya lishe baada ya kumuingiza katika program maalum ya vyakula. Mwanafunzi wangu ananiambia, daktari, nikikosa chakula na njaa, nahisi njaa vibaya mno. Nikamwambia hii ni issue ambayo itakwenda inarekebishika polepole mpaka utakapoweza kuweza kukaa stable kabisa, mwili wako utakapokuwa umezoea au utakapokuwa umeadapti vyakula ambavyo nimekuanzishia. Lakini pia kingine, katika hii siku ya 3, kuanzia siku ya pili mpaka kwenda siku ya 3, homoni ya njaa ambayo kitaalamu inaitwa ghrelin, hii homoni ya njaa inakwenda kushushwa kwa kiwango cha chini zaidi. Hii homoni ambayo ndio wewe inakufanya wewe ukiliona pilau unachanganyikiwa, ukiona sijui hiki na hiki unachanganyikiwa. Lakini hata mimi mwenyewe nyumbani nampika vyakula vizuri sana, lakini nilichokifanya ni kwamba nimejua kwamba sitakiwi, nimeshauambia ubongo wangu sitakiwi kupata chakula mpaka Alhamisi asubuhi ambayo ni kesho.
Kwa hiyo homoni ya njaa niliyokuwa nayo, njaa kali niliyokuwa nayo kipindi cha nyuma, sasa hivi haipo tena. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe, sihisi njaa aina yoyote, ila leo tu nimeamka viungo vya mwili vinauma sana, nimeamka viungo vya mwili vimeishiwa nguvu kwa kiwango kikubwa sana. Hiki ndicho ambacho kimetokea katika mwili wangu. Kwa hiyo homoni ya njaa inakwenda kushushwa chini kuelekea siku ya pili mpaka ya tatu, na mtu unabaki kawaida kabisa, hauhisi njaa aina yoyote, kwa sababu mwili wako unatumia akiba ya ziada ya mafuta iliyopo katika mwili wako kuweza kuhakikisha una reverse kuweza kuhakikisha una sustain mwili wako ili uendelee kuwa stable, uweze kupata nguvu zaidi. Lakini pia kingine, mwili wako unapata tukio jingine ambalo la muhimu sana, unakuwa na uwezo wa kureverse yale chronic disease. Chronic disease tunasema kuna yale magonjwa, mtu alikuwa anakosa usingizi mara kwa mara, ulikuwa unapata stress, msongo wa mara kwa mara, ulikuwa unapata zile cravings. Cravings ni ile hali ya kutamani chakula mara kwa mara, ukiona pilau mate yanakutoka. Cravings ni ile hali ambayo wale watu wanaotumia madawa ya kulevya, unakuta akikosa madawa ya kulevya kwa muda mrefu, mwili wake unatetemeka, anachanganyikiwa. Ile kitaalamu inaitwa cravings. Lakini pia wale ambao walevi wa pombe, nimeshawahi kumsaidia one of my clients ambaye alikuwa anatamani kuacha pombe, lakini nilimsaidia through fasting. Sikumpa dawa yoyote, alifunga mfululizo, nakumbuka siku 90, alifunga mfululizo siku 90, akaondoa ile cravings, ile hamu ya kutamani kunywa pombe, ile hamu akiona chupa ya bia anachanganyikiwa, akaweza kureverse na akaacha pombe kupitia fasting. Sasa ni kitu ambacho kinawezekana, ni kitu ambacho kinawezekana, ila cha kwanza utayari wako unatakiwa uanzie katika ubongo wako, lakini pia na wewe pia uwe tayari kuacha pombe. Nimeshawasaidia watu zaidi ya 10 kuweza kuacha pombe kupitia mfumo wa vyakula, kupitia fasting, na ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini pia cha mwisho, inaondoa maumivu ya mwili. Kwa wale ambao wanateseka, wanakwambia mimi mgongo unauma, mimi magoti yanauma muda wote, unapokwenda mfungo wa muda mrefu wa zaidi ya masaa 48 na kuendelea mpaka masaa 72 na kuendelea kama unaweza zaidi, maana yake unaupa mwili, unaondoa maumivu yote yanayokusumbua. Mwili wako unaingia kwenye kujikarabati wenyewe. Yaani hivi unavyoniona mimi Dr. Kuboja sasa hivi hapa ni mpya. Ukinichukua sasa hivi uende ukacheki figo zangu, safi. Ukinichukua sasa hivi uende ukacheki ini langu, safi. Yaani kila kitu utakachokuta kwenye mwili wangu safi. Ukinichukua sasa hivi uende ukapime sukari yangu, iko normal. Ukinichukua sasa hivi uende ukapime blood pressure, iko normal. Kila kitu kitakutwa normal. Kwa nini? Kwa hiki ambacho nimekifanya kwa siku 3, kwa kunyima mwili wangu vyakula na kuupa mwili wangu maji tu. Maanake mwili wangu umeingia kwenye kujikarabati, kwenye kujitibu wenyewe pasipo kutumia dawa yote ambayo ni maji tu. Lakini mwisho kabisa, tunatengenezea mwili tukio linaloitwa metabolic flexibility. Metabolic flexibility ni ile hali ambayo unautengenezea mwili kuweza kumaintain. Kuna watu ambao wanatumia nguvu kubwa, wanaishi kwa kutumia insulin. Yaani wewe uwezo wako wa chakula, uwezo wako wa mwili kuweza kutumia chakula ni mpaka insulini yako iweze kuwa juu. Sasa katika tukio hili la kuweza kunyima mwili chakula kwa muda mrefu, hii metabolic flexibility maana yake utautengenezea mwili hali ya kuweza kumaintain, ya kuweza kutumia nguvu ya ziada kutoka mwilini mwako pasipo kutegemea chakula. Hii ndio maana halisi ya metabolic flexibility. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuweza kuniwezesha hapa. Endelea kuniombea. Target ni kesho Alhamisi saa 1 asubuhi, tutakuwa tumefikisha masaa 42, masaa 72 sawa na siku 3. Karibu kwa Dr. Kuboja uendelee kupona magonjwa ya lishe. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.